Hello, na kukaribisha sana katika channel hii ya Rita Finance ambapo tunazungumza masuala mbalimbali ya fedha pamoja na ya kijamii. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, karibu, na kama huja subscribe, tafadhali fanya hivyo, subscribe katika channel hii. Share pia hii video na marafiki zako, washikaji wenzako, wanafunzi wenzako, wapendwa wako na mchocho yule ambaye unadhani atanufaika na mafundisho ambayo yanatolewa katika channel hii. Usisahau basi kulike pia hii video pamoja na kubonyeza ile kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pale ambapo tuna upload video mpya katika channel hii. Jina langu mimi ni Rita JL na karibu ungane nami katika episode hii ya leo. Katika episode hii ya leo tunayaangazia maisha ya rais wa 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, ambaye ametoa safari ya maisha yake kuanzia alipokuwa mdogo kijijini hadi kufikia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni mambo gani yaliyojiri tutajifunza leo katika episode hii. Hayati Rais Benjamin Mkapa alitoa kitabu cha maisha yake chenye kichwa My Life, My Purpose, A Tanzanian President Remembers. Kitabu hicho kilitoka mwezi Novemba mwaka 2019 na miezi 8 baada ya kutoka kwa hicho kitabu, Rais Benjamin William Mkapa alifariki dunia tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 81. Katika kitabu chake ameelezea historia ya maisha yake kuanzia alipozaliwa mwaka 1938 na kukua katika familia ya kimaskini katika kijiji cha Lupaso, mkoa wa Mtwara, hadi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni simulizi yenye mvuto wa kipekee na ya kutia moyo na kutoa maarifa kwa viongozi wa kesho wa bara la Afrika. Maneno yao hayo aliyatoa katika sehemu ya mwisho ya dibaji ya kitabu hicho, na kwa Kiingereza alisema kwamba I hope that this book will inform and inspire a new generation of African leaders as well as those who want to know more about Tanzania's development. I hope that my memoirs will enrich the history of our beloved country. I hope my book matters to you. Benjamin William Mkapa. Baba yake Benjamin aliitwa William Matwani, ambaye alikuwa ni katekista wa kanisa Katoliki na pia alikuwa ni mwalimu wa shule. Mama yake aliitwa Stefania Nambanga, na anasema kwamba mama yake ndiye aliyejenga msingi imara wa familia yao. Katika familia yake kulikuwa na watoto 4 na Rais Mkapa ndiye aliyekuwa mtoto wa mwisho, akitanguliwa na dada yake Marcela aliyezaliwa mwaka 1928, kaka yake Blasius aliyezaliwa mwaka 1932, akifuatiwa na Bernard aliyezaliwa mwaka 1935, na tarehe 12 Novemba mwaka 1938 yeye Benjamin alizaliwa. Rais Mkapa alielezea kuwa namna ilivyomzalimu kutembea kwa umbali mrefu akiwa na miguu pekupeku bila viatu ili kufuata elimu katika shule za wamisionari. Rais pia ameelezea tukio ambalo lilimuumiza moyo na kwamba hakulisahau na hatokalisahau katika maisha yake, ambalo lilitokea akiwa kati ya darasa la 2 au la 3, akiwa na umri wa miaka 8 au 9 hivi, ambapo baba yao siku hiyo hakuwepo nyumbani na walikuwa wamebaki yeye, mama yake pamoja na kaka yake Bernard. Anasema kwamba kipindi hicho kulikuwa na ukame mwaka 1947, ambapo watu wengi walikosa chakula na mazao mashambani yalikauka.
Anaendelea kusema kwamba mganga ama witch doctor alikuwa anazunguka kijijini kutafuta chanzo cha tatizo hilo, na ghafla alisimama kwenye nyumba yao na kusema kwamba bibi yake na mama wa bibi yake, yani grandmother na great grandmother, ambao walikuwa ni wajane, ndio waliokuwa wamesababisha mvua kutokunyesha na kusababisha ukame katika eneo hilo. Anasema kwamba ilikuwa ni kawaida kwa wazee kushtumiwa kwa kuwa ni wachawi, jambo ambalo lipo kwenye jamii nyingi sana za Kiafrika. Anaendelea kusema kwamba wanakijiji wengi walitoka na kwenda kwenye nyumba yao na kuwatoa nje mama yake mzazi, bibi yake na mama wa bibi yake, na kuwapiga kipigo kikali sana, huku wakiwashurutisha kukiri kwamba wanajihusisha na ushirikina na hivyo kusababisha mvua isinyeshe. Benjamin anasema kwamba yeye na kaka yake Bernard, ambao kwa wakati huo alikuwa na miaka 12, walikuwa ni wavulana wadogo, na kaka yake alijaribu kuwaokoa kwa kuwavuta, ila walifukuzwa na watu wazima hilo, lakini waliendelea kutazama. Anasema kwamba jambo hili liliwasumbua sana, na hata pia lilimsumbua na Bernard, ambaye alisema kama ningekuwa mkubwa ningewaua wote 9 kabla hawajanikamata mimi. Kwa Kiingereza Bernard alisema kwamba if I was bigger I would have killed 9 of them before they managed to subdue me. Benjamin anasema kwamba jambo hili hatokaa alisahau, kwani bibi yake na mama wa bibi yake hawakuishi muda mrefu baada ya kipigo hicho, kwani walifariki dunia. Anasema kwamba mama yake hakuumizwa sana, na moja ya mateso ambayo walifanyiwa ni kuwa walichukua mbao 2 na kuwapiga nazo kichwani, na nyingine waliwabana katika pande 2 za kichwa na kuwapa kipigo kikali chenye mateso, huku wakiendelea bila kupumzika. Na kaka yake aliambiwa yeye pamoja na kaka yake Benjamin wasimame kuangalia kipigo hicho. Hatimaye taarifa zilimfikia paroko, ambaye alikuwa ni misionari mweupe, na alifika kuja kuwaokoa wanawake hao 3 na kuwapeleka katika kituo chake cha mission. Lakini hata hivyo wanakijiji bado walimfuata huko kwa nyuma, huku wakimtukana na kumtamkia maneno ya laana dhidi yake yeye paroko. Polisi nao walipata taarifa na kwenda kuwakamata baadhi ya watesaji na kuwatuliza wanakijiji. Benjamin anasema kwamba familia yao iliendelea kuwa thabiti licha ya tukio hilo. Rais Mkapa pia alielezea namna ilivyomlazimu kutembea umbali mrefu akiwa miguu pekupeku bila viatu ili kutafuta elimu katika shule za wamisionari. Ben aliweza kumaliza darasa la 5 na kufaulu mwaka 1948, na walimu pamoja na paroko walimchagua kujiunga na elimu ya sekondari huko Ndanda. Anasema hakukuwa na shule nyingi za sekondari wakati huo, na ilikuwa ukichaguliwa kwenda sekondari ni kama vile una bahati. Miaka ya baadaye alirudi Lupaso na aligundua kuwa kati ya wanafunzi 25 hadi 30 ni yeye peke yake aliyechaguliwa kwenda sekondari. Ndanda ilikuwa kilomita 6 kutoka kijiji cha Lupaso, na hakukuwa na usafiri, walikuwa wakitembea kwa miguu kwenda shule. Yeye alikuwa ni mdogo sana, mwenye umri wa miaka 10 ukilinganisha na wanafunzi wenzake, na mbaya zaidi yeye alikuwa ana hatua ndogo za kutembea na wenzake walikuwa wamemzidi miaka 6. Anasema hakuna mtu mzima aliyekuwa anawaongoza, na hakukuwa na tishio la wanyama wakali wa mituni. Hivyo walitembea kikundi cha wanafunzi 6 hadi 8, na hawakuwa na miguu na viatu miguuni, na walipata shida kipindi cha joto na ukame, kwani ardhi ilikuwa ni ya moto sana.
Kuna wakati hawakuweza kumaliza safari kwa siku moja na walifikia katika kituo cha misionari wa kanisa la Anglikana na waliwasaidia kwa kuwapa malazi. Niliwabidi wao waende kutafuta kuni za kupikia na walijipikia chakula na kisha kulala kwenye madarasa ya kanisa hilo. Asubuhi yake waliamka mapema kabla jua halijachomoza ili wawahi kufika Ndanda shuleni muda wa mchana. Anasema baba yao aliwatengenezea yeye na kaka yake Bernard mkeka wa kuweka vitu kichwani, na hadi kufikia mwaka wa 3 wa masomo yao baba yao ndio aliweza kuwanunulia sanduku la chuma la kuweza kubebea vitu vyao vya shule. Anasema siku moja wakati shule imefungwa, yeye na wanafunzi wenzake walijaribu kutembea kilomita zote 6 kurudi nyumbani kwao Lupaso, lakini yeye alishindwa kutembea kwa vile alikuwa ni mdogo, na walimuonea huruma na ikabidi wamwache alale yeye katika kituo cha mission cha Anglikana. Kaka yake Bernard ilibidi abaki naye kwani hakuweza kumwacha kwa vile yeye ndiye alikuwa mdogo sana kati ya watu wote. Rafiki zao wengine waliendelea na safari hadi Lupaso, na kaka yake Bernard aliwaomba wamjulishe baba yao mahali walipo ili wamsaidie kuleta baiskeli ya kuja kumbeba Benjamin pamoja na vitu vyake. Yeye Bernard alisema angeendelea kutembea kwa miguu kwani yeye kwa umbali uliokuwa umebakia, kwani yeye alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ben anasema kuja kubebwa na baiskeli ilikuwa ni kitu cha ajabu sana, na kwa mara ya kwanza alitembea kwenye usafiri. Ben alifanikiwa kumaliza darasa la 10 sawa na kidato cha pili kwa mfumo wa sasa, na yeye alisema alipenda kusomea kuwa askari. Mwalimu wake ambaye alikuwa ni mzungu alimuuliza kama angependa kuendelea na elimu mpaka darasa la 12 alafu chuo kikuu. Rais Mkapa anakiri kwamba hakuwa anajua kama kuna muendelezo wa masomo hayo. Alifanikiwa kufaulu darasa la 12, akaenda kusoma chuo kikuu cha Makerere Uganda na kuhitimu shahada ya Kiingereza mwaka 1962. Aliweza kufanya kazi mbalimbali ndani na nje ya nchi kama afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje na baadaye kuwa mwandishi wa habari wa magazeti ya chama chake na serikali pamoja na kuwa mwandishi wa rais wa kwanza wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere. Benjamin alihudumu katika nafasi ya balozi wa Tanzania nchini Nigeria, Canada na Marekani, na pia alikuwa waziri wa mambo ya nje katika vipindi viwili tofauti katika utawala wa Nyerere na wa Rais Ali Hassan Mwinyi. Mwaka 1995 Benjamin William Mkapa alijitosa kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Katika kitabu chake anasema kwamba alimfuata rais wa kwanza mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kumfahamisha juu ya nia yake ya kugombea urais na sababu zake pia za kutaka kugombea urais. Mheshimiwa Mkapa anaandika kwamba baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kumsikiliza kwa makini, alimpa jibu kuwa nitakuwa muwazi kwako, sikutegemea kuwa ungetaka kuwania urais. Wazo hilo halikuniingia akilini kabisa. Nyerere aliendelea kumweleza kwamba kuna mtu mwingine ambaye nilikuwa namfikiria kuwa angekuwa rais bora, lakini alikuwa akisita kuingia kwenye mchuano huo. Ben, kitu pekee ninachokuahidi ni kuwa sitakuzibia njia wala sitakupinga. Kwa Kiingereza, Rais Benjamin William Mkapa anaandika kwamba Mwalimu alimjibu ifuatavyo: Thank you very much for being so very frank with me. I shall be equally frank with you. It never occurred to me that you would seek presidency. The thought had never entered my mind. Not only hadn't it occurred to me that you would seek office, but I had thought of someone else
who would make good. But many efforts to get him interested have not succeeded. He is hesitating. He thinks he can get his nomination served to him on a platter. That's not politics. You have got to make the struggle. I have sent an emissary to him, but he still will not take up the challenge. Ben, all I can say to you is, I will not stand in your way. I am not going to oppose you. If you have made up your mind, go ahead as your conscience demands. Benjamin said, I replied to him, that's all I wanted. Thank you very much. And that was it. Benjamin Mkapa alichukua hatua na alifanikiwa kushinda uchaguzi wa ndani ya chama chake, huku akipata upinzani mkali kutoka kwa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye baadaye ndiye aliyekuja kumrithi madaraka ya urais mwaka 2005. Mheshimiwa Mkapa aliingia madarakani mwaka 1995 baada ya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi baada ya kudumu serikalini kwa miongo mitatu. Alifanikiwa kushinda uchaguzi mkuu kwa 61.8% ya kura, huku kinara wa upinzani katika uchaguzi huo akiwa Agustino Lyatonga Mrema ambaye alipata kura ya 27.7%. Mihula yake ya urais ilikuwa ni kuanzia Novemba 23 mwaka 1995 hadi Disemba 21 mwaka 2005. Asante sana kwa kunisikiliza. Natumai umejifunza mambo mawili matatu kutoka kwenye safari ya kufikia urais kuanzia kijijini Lupaso hadi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu mimi ni Rita JL. Ungana nami katika episode zinazofuata.